haijalishi ni wapi unapita. Yamkini ilikuwa ni swala la mahusiano, aidha mwanaume au msichana, ikatokea bahati mbaya pakaharibika mahusiano yenu, akakutenda au akafanya lolote lile ambalo wewe kutegemea ikashindikana. Nimekuja kukutia moyo na nisikiliza, usikate tamaa. Usikae ukahukumu wote, ukasema labda wababa wote hawafai au wamama wote hawafai. Bado Mungu atakupa mwenza wa kukusaidia. Lakini yamkini pia upo katika hali ya kuugua, mpaka unaona kama vile maisha haya sidhani kama naweza kuinuka na kuendelea tena. Sahau huo ugonjwa, yuko mponyaji. Usikate tamaa. Haijalishi ripoti ya kidaktari, haijalishi wamesema nini, ninalojua ni moja: usikate tamaa. Yesu bado ni mponyaji. Anaweza kukuinua tena, anaweza kukupeleka mbele tena, na mpaka waliosema haiwezekani wakajua inawezekana. Ndio maana nikakwambia tumwangalie Paulo. Paulo hata mwanzo wake hakukubalika katika huduma yake. Historia yake haikuwa nzuri. Muuaji, mtu mtukanaji, muudhi wa watu, jeuri, asiyefaa kabisa. Lakini alisema nikiyasahau ya nyuma, nikiachuchumilia ya mbele. Nami nataka nikutie moyo na unisikiliza, usikate tamaa. Sahau jana iliyokuumiza, sahau jana iliyo mbaya. Ndio maana akasema nikiyasahau yaliyo nyuma, nikiachuchumilia yaliyo mbele. Niko hapa kukutia moyo. Hakuna historia ambayo haina mwisho. Historia zote zina mwisho. Amua jambo moja, kwamba mtumishi, nimekusikia na nimeamua kusema jana yote naichana na kuitupia mbali kwenye shimo la takataka. Naamka nikiwa nimempokea Kristo Yesu na kutembea na Kristo Yesu kwamba ni Mwokozi katika maisha yangu. Na kutia moyo, usikate tamaa. Utakuja kuniambia saa usioitegemea muujiza wa Mungu ukiwa unakutembelea.